kichupa cha uswazi na Agogo tena. Oh yes, bana, karibu tena kwa mara nyingine. Tuko hapa mtaani tukijua namna gani ambavyo nakuwa na lengo limetuleta hapa ni kujua namna gani ambavyo wasanii wa Singeli wanafanya vizuri na hata kama hawajashoot video hata moja. Leo tumekuja katika mtaa fulani hapa, maeneo fulani ya Moshi Bar, kujua namna gani ambavyo inakuwa especially kupiga story na mshikaji anaitwa Agogo tena. Na hii ni kichupa cha uswazi. Popote ambapo utakutana na mchongo, una nafasi ya kushare na comment, alafu tutakwenda sawa. Leo kuna mshikaji huyu hapa anaitwa Agogo tena. Amekuwa maarufu sana kupitia ngoma za Singeli, lakini cha ajabu ni kwamba ana video hata moja lakini ana trend. Yes, najua unaweza kujiuliza Agogo tena ni nani, na hizo show zake ambazo tumeongea hapa anafanya sana street kwa bana ya mtaani. Ni show za namna gani na zina muonekano gani na namna gani ambavyo Agogo tena anafanya vizuri? Kuja nikupe dakika chache uangalie namna gani Agogo tena huwa ambavyo anatoa vibe akiwa kwenye show zake na namna gani ambavyo watu wanakubali show zake. Dakika chache, enjoy show za Agogo tena. Bana Agogo, mambo vipi? Bana poa, mambo vipi? Swali inakuaje? Fresh kabisa bana. Kichupa cha uswazi tumekuja hapa, tumekufuata wewe mtaani kujua siri ya mafanikio ni nini. Unaonekana una trend sana kupitia audio bila video. Ni kwa nini inakuwa hivi? Hii ni kwa sababu kila kitu kina sababu. Kwamba Agogo anaujua muziki. Na muziki watu wengi zamani wale wameanza kuiti kabla kutoa video. Watu zamani wanafanya muziki audio na tunajua kina Mbaraka Mshe, tunajua kina Marjani Rajabu, tukajua watu wengi bila kuwaona, lakini tukajua kwa sababu ya hisia nini ya muziki. Agogo ni mwanamuziki. Yani mwanamuziki, ninapozungumza mwanamuziki ni complete ambaye anapiga vyombo, anapiga keyboards, anapiga gitaa, anapiga drums. Yani ni mtu ambaye ni complete, vivyo ni producer. Kwa hiyo muziki ni kitu ambacho kiko katika nafsi yake au roho yake au kutoka iko zake kidogo. Lakini Agogo huyo ambao unamzungumzia kwa maana trend, ana ngoma nyingi ambazo kishazifanya zimekuwa hits za mastaa ambao watu wanawajua. Kwa mfano wanamuziki wa Singeli, mara kwanza nilikuwa mimi sifanyi muziki. Mara kwanza nilikuwa nafanya muziki wa Bongo Flava, hip hop, na kuna ngoma kibao ambazo nishazifanya videos ambazo wao sijui. Ila katika muziki wa Singeli kweli inaonekana ni upcoming kwa sababu ndio kwanza nimefanya, lakini kwa tayari kuna nyimbo nyingi ambazo nimeandika. Mfano katika ngoma za Msaga, Popo nimeandika mimi, kafanya na imekwenda. Kuna ngoma inaitwa Vikoba nimeandika mimi, kafanya imekwenda. Kuna ngoma ya Izimani inaitwa Siulizi nimeandika mimi, kafanya imekwenda. Nikaona time jinsi ilivyokuwa muziki wetu umebadilika, kwamba watu sasa hivi wanaupenda muziki wa Tanzania na muziki wa Tanzania ni Singeli. Kwa hiyo nikaona ni chop kutoka sehemu moja kuja sehemu nyingine, kweli kufanya inaitika, na nikifika kwenye show na waumiza. Au Bongo Flava ilikuwa ikulipi kwa kipindi ambacho unafanya? Umeona Singeli ndio inakulipa kwa sasa? Bongo Flava ni muziki ambao unahitaji vitu vingi sana. Bongo Flava ni muziki ambao kwanza hata kupata show zake kidogo na ugumu. Lakini Singeli ni muziki ambao kwanza ni vibe, pili uko na uwezo mzuri wa kuweza kuimba na uwezo ukaongeza kipato chako kupitia Singeli. Mfano kama mimi sina video hata moja na audios ambazo zinasoma kama yani time ipo, chupa zitafanywa. Lakini kwamba kwa muda wapo tumetulia, lakini show tunafanya. Yani mimi kwa wiki naweza nikasema nasimama Jumatatu na Jumanne, akizobakia zote naumiza. Au sio? Yep. Agogo tena, tuanzie hapa. Kwa nini unajiita Agogo tena? Ili jina limekuja vipi? Ili jina la Agogo tena lina historia ndefu kidogo. Agogo kwa kifupi, maana Agogo ni striker wa mpira. Zamani mimi nilikuwa ni mchezaji mpira. Kuna mwanangu mmoja anaitwa Haruni akanipa jina la Agogo. Ile jina nilikuwa nalikataa sana kiwalani, lakini
Baada ya muda lile jina likawa kubwa, likaziba lile jina ambalo mimi nalipenda au jina ambalo nilikuwa na wazazi wangu. Baada ya kutoka katika mpira, baada ya kuacha, baada ya kuumia, nikajikuta mwili umeongezeka, siwezi tena kucheza mpira. Je, Agogo ni nani? Kwamba Agogo ndio jina langu limeishia hapo hapo? Hapana, kwa bwana Agogo tena. Baada ya kuachana na mpira nafanya music kwa Agogo, kaja Agogo nani? Agogo tena. Baada ya kusumbua kwenye mpira, nasumbua tena katika music. Au sio? Yeah. Bana, Kichupa cha Uswazi tuko hapa tukipiga story kujua namna gani ambavyo vinakuwa especially kwa wasanii wa Singeli ambao wanatokea mtaani. Unajua Singeli inatokea mtaani moja kwa moja na wasanii wake wako mtaani. That's why tunakuja hapa kupiga story kujua historia yao, maisha yao kwa jumla, namna gani ambavyo wanafanya. Especially tuko na Agogo tena ana trend bila video, ndio kitu ambacho kimetuleta hapa. Yes, bado tuko na Agogo stories zinaendelea. Bwana Agogo, kwa nini wasanii wa Singeli wanapenda kuwa na DJ? Ma DJ tunajua sisi labda wanapiga kwenye maklabu, labda DJ fulani, DJ mbu. Wasanii wa Singeli wanakuwa na ma DJ ambao watu hawajui kazi yake nini. Pale kwenye show zao naenda. Wale ma DJ inakuaje? Hem, tueleze vizuri. Unasikia ba DJ fulani, msanii fulani na DJ fulani. Wale ma DJ kazi yao nini na wanafanyaje katika shughuli zao pale? Wale ma DJ wana kazi kubwa sana. Kwa mtu mwingine hawezi kuelewa. Lakini sisi ndio tunaelewa ma DJ wana kazi gani. Ma DJ ndio wanafanya ule muziki unaosikia pale. MC anaimba lakini DJ anautengeneza. Yaani ni kama live. Kuna kipindi unamsikia anapiga bass, kuna muda unamsikia anapiga rhythm, kuna muda anazima, unasikia tu mchicha unatembea. Kwa hiyo ndo kazi ya DJ kuwafanya. Kwanza ni namna gani ya kuangalia kwamba sasa inabidi nichangamshe, kuna muda inabidi nipoe. Hiyo ndo kazi ya DJs. Ni kufanya ule muziki uwepo Singeli, lazima uwepo DJs. Sio? Hiyo ndo misingi. Siri ya muziki wa Singeli kuwepo na wale madada wanaocheza wale, wamevaa vijora vya kufanana, wanacheza kuna style zao fulani hivi, kuna baadhi ya watu zinawavutia na vitu kama hivyo. Ni kwa nini kila ngoma ya Singeli kuna wale madada wanacheza zile show, au ni nature ya muziki huo inakuwaje? Yaani historia ya muziki huu ni Uswahili, lakini muziki huu ukiangalia una upwani ndani yake. Huu muziki, masuala ya muziki wa pwani zani mwenyewe unauelewa. Muziki wa pwani unapopiga vanga kila mtu ana style yake na kila mtu anacheza na wadada unajua jinsi wanavyocheza. Kwa hiyo ukifuatilia muziki wa pwani na ukaifuatilia Singeli, brother, ni kitu kimoja ambacho kinafanana, na ndio maana unakuta uwasilia huwezi kupotea. Zamani ule muziki ulikuwa unaitwa mchiriku. Sasa hivi tumeubadilisha kuufanya kuingiza katika digitali, sasa hivi ndio umekuwa Singeli. Ukiangalia ndio kila kitu kinafanana. Kwa hiyo ni muziki wa pwani na acha wadada wajidai. Unajua ndio muziki wetu. Haina noma. Bana Agogo tena, kwa sasa hivi wewe una ngoma ngapi za Singeli ambazo ni audio, hujafanya video? Najua ukifanya video utatualika tuje kukufanyia interview nyingine tuzipeleke mjini. Kwa audio unazo ngapi mpaka sasa ambao umerekodi? Kwa sasa na nyimbo 17, lakini vile vile na IP ya nyimbo 8 ambayo IP hiyo natizamia panapo majaliwa mwezi wa kwanza tutafanyia uzinduzi nikiwa na mameneja zangu, washikaji zangu wa karibu ambao mablaza wananisupport katika jambo langu, nikiwa na blaza zangu Malashi, nikiwa na blaza Mlawa, nikiwa na diwani wangu Mushi, nikiwa na mwenyekiti wangu wa serikali ya mtaa, nikiwa na Dismas Msindo, nikiwa na blaza zangu Kaniki. Mimi katika hivyo yani muziki wangu kwa kuniangalia Agogo ni mtu fulani wa kawaida, lakini katika mazingira ya muziki mimi ni mkubwa na management ambao nyuma watu wanafanyaje? Wanapushi muziki wangu. Si unaelewa? Yes, yani kwamba kuna watu wengi ambao wanapushi muziki wangu, na kwenye kutengeneza muziki mimi sijawahi kwenda producer mwingine kunitengeneza, mimi natengeneza mwenyewe. Kwa hiyo ni kiasi cha kwamba leo nimeamka na kwenda studio na kaa studio Jasons, nafanya chuma, maisha mengine yanaendelea. Agogo, unaonekana una management kubwa lakini haujafanya video hata moja. Ni kwa nini hujafanya video? Na unaonekana una management kubwa ambayo inakupush katika kazi zako ili vitu viende na vinaenda. Tunaona unafanya show nyingi kupitia audio. Ni kwa nini hujarekodi video hata moja ambayo watu wakimwangalia Agogo sema yes, yule ni Agogo ambaye tunamsikia kwenye audio zake? Video zishafanywa, ila muda wa kuachia ilikuwa ni bado. Unajua sasa hivi kuna vitu fulani ambavyo unajua unapoachia nyimbo unaangalia na muda na wakati na time ambayo hii sasa naweza nikaachia nyimbo kutokana kwamba sasa watu kama sasa hivi ukiangalia watu wote akili ziko kwenye masikukuu, kuna majambo mengi yametokea hapa katikati. Sasa hivi mtu hawezi kukaa kutegea sikio wewe. Sasa hivi skendo ndio zimekuwa zinatembea kwa muda. Kwa time hii hapa tumeona bora tuache mambo yaende. Mwezi wa kwanza kipindi watu tayari wanakaa kwa fresh, wengine wamepata stress kwa sababu ya kulipa kodi, mimi ndo naachia chuma kwa sababu kwa aliwaza. Au sio? Yep. Januari tutegemee video ngapi zitakuwa hewani? Kutokana na jinsi management yangu ilipokuwa nayo, kwa sababu hizo nyimbo 8 zilizokuepo zote zimefanywa video. Au sio? Yep. Haina noma. Bana, mimi naitwa Bilo aka Baba T. Ukiniona hapa nimesimama na mshikaji ni Bigi, anaitwa Agogo tena, miongoni mwa wasanii wa Singeli ambao wanafanya vizuri sana kutoka mtaani. Au sio?
Yes, kupitia kichupa cha uswazi tumekuja hapa mtaani kupiga story na Agogo tena the big one. Miongoni mwa superstar wa Singeli. That's why tunaona tuko hapa, au sio? Yes, kupitia channel yetu ya YouTube andika tu kichupa cha uswazi, utaona show kadha wa kadha ambazo hujaziona na utaenjoy ambacho si ufanye, au sio? Mimi sina la ziada bana. Tulikuwa na mshikaji wangu anaitwa Agogo tena aka Biggie, miongoni mwa superstar wa Singeli kutoka mtaani, au sio? Yes, next time tutakuwa katika mtaa mwingine kupiga story na wasanii wengine, au sio, tukuletee show kali kupitia kichupa cha uswazi. Big shout out kwa wote ambao mnaenjoy show, lakini pia big shout out kwa mwanangu anaitwa Dax aka Vigoma au aka Dax Vigoma, nyuma kamera yapiga picha kali, tumewaka nini fresh. Unyama sana.